Asifiwe. Hiyo ni practical. Hiyo ni mambo ya maisha. Venye utafiri Elohim akiwa upande wako, utakuwa na presence ambayo itakuwa constant. Hata mambo yakikulemea namna gani, hakuna wakati utasikia ukiwa lonely. Bwana asifiwe. Na this is not just any relationship. Hii si relationship ya kama hiyo ya mtu na mtu. Unajua kuna watu wanaingiana sana. Sasa relationship ambayo tunaingilia, ambayo ni yetu na baba wetu, hiyo sio kama hiyo hii ya kawaida ya binadamu ya hapa duniani. It's a personal relationship God invites you into. Bwana anakuita ndio uweze kuwa na relationship mzuri na yeye, diposa muweze kuendanisha pamoja. It's more than a religion. Imepita yale mambo tunafanya hapa. Ateniede, mimi ni wa Mount Zion, mwingine ni mumesi, mwingine you see, mnajua hiyo milengo. Sasa imepita hiyo. Personal relationship with God imepita hapo. More than routine, it's a daily walk with the creator of the universe. Ukisoma katika James 4 ambayo tulikuwa tumesomewa, James 4 verse 8. Inasema nini? Mwenye anasoma James 4 verse 8. Kwa sababu Masihi ama Elohim anatualika tuweze kuwa na personal relationship with him. Yakobo 4 mstari wa 8 inasema, karibieni Elohim naye atawakaribia ninyi. Mtakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Bwana asifiwe. Amen. Ati tukaribieni Elohim naye atafanya nini? Atatukaribia. Ati tujitakaze mikono yetu nyinyi. Tuyamwe. Ebu rudia. Mkaribieni Elohim naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tuweze kumkaribia Bwana naye afanye nini? Atatukaribia. Katika Yeremia 29 mstari wa 13 inasema nini? Yeremia 29 mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema, nani mtanitafuta na kuniomba mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana asifiwe. Amen. Nani mtanitafuta na kunipata, mkinitafuta na nini? Na moyo wenu wote. Kwa hivyo si huyo ni mtu ako tayari kuwa na relationship na wewe. Huyo ni mtu ama ni Elohim ako tayari kuwa na uhusiano na wewe. Sasa uache kuangalia pastor, uache kuangalia muumini mwenzako. Sasa uangalie wewe na Mungu. Ni wewe na Elohim wako. Ya kwamba anakuambia nikaribie nani nitakukaribia. Yeremia inasema tufanye nini? Tafuta na kuniona, na mkinitafuta kwa moyo wenu wote. Ati mtanitafuta na kuniona, mkinitafuta na moyo wenu wote. Bwana asifiwe. Sasa tuone wenye wako tayari sasa kuweka personal relationship with God. Nionyeshe tu kwa mkono kama uko tayari. Wengine hawa. Okay. Sawa. Asante, muweze kubarikiwa. Jambo hilo lingine tujiulize. What is a personal relationship with God? What is it? Ni nini hii kuwa na uhusiano kamili na Mungu? Kuna key points ambazo niliangalia nikaona
kuwa na relationship mzuri na Mungu, ama a personal relationship with God, it is more than just attending church, kama ambavyo tumekuja siku ya leo. Kuwa na uhusiano kamili na Mungu imepita sasa. Unaona venye tumekaa? Hebu angalia venye tumekaa sasa. Imepita wapi? Imepita hapo. Imepita kuja katika kanisa. Venye huwa unaenda kanisa daily. It means talking to him daily. Yaani kuwa na maongezi na Elohim siku kwa siku. Reading his word and allowing him to shape your life. Sasa hautakuwa ukijisumbua na mambo ya maisha, kwa sababu utakuwa na rafiki mwenye enzi zote. Sasa yeye ndiye atakuwa akiongoza ama akitengeneza maisha yako. Bwana asifiwe. Na ukisoma katika Yohana 17 mstari wa 3 inasema nini? Yohana 17 mstari wa 3 unasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Elohim wa pekee wa kweli, na Yahshua Masihi uliyemtuma. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo lengo lako siku ya leo, kama unataka kuwa na relationship mzuri na Mungu, ama personal relationship with God, ni wewe ujijue na ujue mwenye unakuwa na relationship na yeye, ama mwenye mumeanza mahusiano na yeye. Kwa sababu inasema hivi, and this is eternal life, that they may know you, the only true Elohim, and Yahshua Messiah, whom you have sent. Who is Elohim? Ebu patia mtu mic. Aniambie Elohim ni nani? Patia huyu ako karibu na wewe, huyu. Kwa haraka, who is Elohim? Ni nani? Muumba wa vyote. Umesikia ni nani? Good one. He is the creator of the universe. Bwana asifiwe. Huyo ndiye ninakuhimiza siku ya leo kuhusu kuwa na personal relationship with him. Uweze kumjua yeye, the creator, na mwana aliyemtuma akufie wewe. Tuwajue vizuri. Tukiwajua hao, sasa sisi tutakuwa tukiishi. Wao ndio ama yeye ndiye atakuwa akiishi ndani yetu. Bwana asifiwe. Unaenda kwa haraka kwa sababu ninaangaliliwa masaa. The other thing tunafaa kujiuliza, kama hivyo ndivyo mambo yako, ni kwa nini kama wana youth tunashindwa? Why do many youth struggle with this relationship? Kwa nini iwe mimi ninafika mahali sasa hata sikuji kanisa, ninakaa nyumbani kwa sababu moyo wangu uko chini. Yaani ninakuwa siitunzi hii intimate relationship na Mungu wangu. Ni nini nakufanya? Obvious, unaweza pata ni ugumu wa maisha ndio inakupelekea kufika mahali hapo. Lakini zenye niliguza ni hizi. The current challenges. Bwana asifiwe. Mwadhani agosho. Amen. Why do many youth struggle with this relationship? Sasa nataka niwajulishe yale mambo yanakufanya usikie ungumu wa kuwa na personal relationship na Elohim. Ya kwanza niliona ni current challenges. That is social media distraction. Ati wakati mwingi wewe more times on screens, less time with God. Wewe uko kama hauko kwa simu, uko kwa movie. Kama hauko kwa movie, uko Twitter. Kama hauko Twitter,
uko Facebook, uko TikTok, hiyo mambo yote social media distraction. Sasa unakuwa hapo ndio umeegemea sana huo upande, na si mambo ya Mungu, ni about the trends. Sasa unakuwa na wakati kidogo na Mungu, lakini wakati mwingi uko kwa mambo ya dunia. So social media distraction, tusipoangalia hii, wewe utakuwa hapa, utaishi kuhubiriwa, hakuna wakati utakuwa na ushuhuda, hakuna wakati utasimama hapa uambie Mungu ambavyo amekutendea, kwa sababu mambo mengi ama wakati wako mwingi umechukuliwa na nini? Na social media, mambo ya TikTok, hiyo yote. Jambo la pili, kwa sababu ni wana youth tunaongea na wao, peer pressure and identity crisis. Bwana asifiwe. Hiyo kwanza inaangusha youth sana. Keeping friends likely to draw you to drug abuse, ungodly bashes, sexual sins, night out, where we end up trying to fit in rather than standing out for Messiah. Bwana asifiwe. Yaani ambao unatembea na wao, ati show me your friend, I show you your character. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Show me your friend, I show you your character. Kwa sababu most probably huyu rafiki yako ambaye uko na yeye, kuna uwezekano mwingi utaweza kumkopi mambo mengine. Na kama kuna watu hatari, ni watu walika moja wakiendanisha pamoja. Bwana asifiwe. Jambo hilo lingine, kuna kitu hapo ningeguzia, identity crisis. Bwana asifiwe. Yaani wewe uko church, wewe ni mtu wa church, lakini uko wa church wakati umefanya nini? Umeingia kwa church, ukigonga ile mlango, wewe ukiwa na huko ni mtu mwingine tofauti. Yaani hujielewi. Ukiitwa na huku wakati wa kampeni, wewe ndiye wa kwanza kuwa katika msafara upi? Msafara huo. Youth wakikuja hapa kuongoza wimbo, wewe ndiye wa kwanza kuchukua mic. Yaani hujielewi, atoro hujielewi. Either uko kwa Mungu ama uko kwa dunia, hujielewi. So hiyo ni kitu ingine inakufanya ustruggle katika kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Bwana asifiwe. Ingine sasa, challenge ni church hurt or hypocrisy. Feeling disconnected because of negative experiences. Mhubiri amekuja hapa, wewe ni mwana youth, pengine kuna jambo ulikuwa umetenda. Sasa mhubiri akikuja hapa ahubiri, unasikia ni kama wewe umefanya nini? Ni kama amesikia jambo lako. Wewe huoni ni Mungu amekutumania. Wewe unaona huyu mtu ni kama anajua venye nilifanya. Unakasirika moyoni. Unasema hata hiyo kanisa sitawahi fanya nini? Sitawahi enda. Unaona uende kwa kanisa ingine. Apart Mount Zion, unaenda kwa kanisa ingine. Unafikiria huko ndio utafiti. Ukienda huko tena unapata mambo mengine mabaya ambayo hawakupendezi. Sasa unashindwa, either sasa sitaweza kurudi huko. Nilikosana na mchungaji kwa sababu alihubiri vile nilikuwa nimefanya nini? Penye singependa, akanihati moyo wangu. So unashindwa kurudi hapa na unashindwa kukaa pale. Utafanya nini? Okwekata.
si huyo mtu anakuwa wa kupotea? Bwana asifiwe. Sio mtu huyo mtu anakuwa, na tumeona watu wengi. For me kwanza, kuna mtu niliona walikosana na wachungaji, wakakuwa na disagreement kidogo, akatoka hii church akaenda church nyingine. Kufika huko, Bwana asifiwe, akapata yale mambo alikuwa anadhania iko huko sio hiyo. Sasa saa hii huyo mtu si wa kanisa, na ninajua hata wewe unajua mambo mengi kuhusu hiyo. Jambo hilo lingine, hii lazima tutatumia hii. Okay, jambo hilo lingine, doubts and questions, not getting really answers about faith. Yaani katika hii maisha unafaa kutafuta mtu ambaye ama rafiki wa kiimani ambaye mtakuwa mkijadili mambo ya Mungu na yeye. Bwana asifiwe. Mwenye ni rafiki ambaye atakuwa akikugrowisha ama anafanya ugrow katika faith ama katika imani. So diposa hizi doubts and question zisiweze, yani uwe unajua vizuri mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. So tutasoma katika Warumi 12. Inasema nini? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bwana asifiwe. Tusifanye nini? Hebu soma. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Elohim yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana asifiwe. Amen. Tusijifananishe na mambo ya wapi, lakini tuwe renewed kwa mambo ya nini? Ya Mungu. Ndiposa tuweze, yani tuarohelio meshiri yake, meshiri ya maito. Ndiposa tuweze kujuana na Mungu vizuri. Tuende kwa hiyo ingine. How to develop a personal relationship with God. Kitu cha kwanza, prioritize time with him. Set aside daily quiet time. Bwana asifiwe. Yaani uwe sasa uanze maisha ya kwamba sasa kuanzia leo nitakuwa nikitengea Mungu wakati ambao nitakuwa beside kukuja kanisa every Saturday. Nitakuwa nikitenga wakati wa kuwa na wakati wangu na Mungu kila siku. Hata kama utakuwa na lisali moja ama kama ni dakika 10, kwa sababu Elohim anasema jambo lolote ambalo tutatenda kwa moyo wetu, yeye atakuwa pamoja na nini? Atakuwa pamoja nasi. Jambo la pili ambalo litatufanya to grow ama tuweze kugrowisha hii relationship with God ni kusoma na kufanya ambavyo maandiko yanasema. Maandiko yake yanasema nini? Kuhusu amri 10. Usiue. Ukisoma hivyo, una apply hivyo. Inasema usizini. Unai-apply katika maisha yako. Waheshimu baba yako na mama yako. Pia hiyo unaifanya nini? Unai-apply katika maisha yako. Na hiyo ukiendelea kui-apply katika maisha yako, sasa na wewe utakuwa nini? Utaweza kuwa na uhusiano mzuri na baba wetu. Pray like you are talking to a friend. Bwana asifiwe. Honest and open conversation. Usiongelesha Mungu kama ni mtu mgeni. Ongea na yeye vile unaongea na baba yako ambaye anakupea, yani anakushughulikia mambo yako yote. Ongea na yeye vizuri. Be honest and open conversation.
Surround yourself with godly friends. Community strengthen faith. Bwana asifiwe. Hapa ndiposa nimewaambia unionyeshe rafiki yako, nikwambie wewe ni nani. Sasa hapa ninataka kukuhimiza uangalie watu ambao unatembea na wao. Worship beyond somebody. Yaani isikue mambo yako na kuworship Mungu si ya Sabato peke yake. Hata wakati uko nyumbani, wewe uko na nafasi ya kumsifu na kuwa na ushirika mzuri na Baba wetu. Kwa sababu anasema nini? Katika James 4:8, at draw near to God and he will draw near to you. Bwana asifiwe. Twende kwa hiyo ingine. God is not boring. Ndio sababu na kuhimiza uwe na relationship mzuri na Mungu, kwa sababu Mungu is not boring. Mungu, living for him is exciting. Na ways to engage with God, badala ya kutumia social media na yale mambo ingine ya kidunia, sasa use social media to share faith instead of just trends. Hilo lingine, join godly youth group. Bwana asifiwe. Form messianic TikTok challenges. Bwana asifiwe. And Bible study meetup. Badala ya kwenda bash, night out hizo zote, sasa na kufollow groups zingine ambazo ukiklik tu hivi ile mambo inakuja hapo, hata huwezi taka mtu mwingine muone na yeye. Bwana asifiwe. Ni wewe tu peke yako unataka kuiona. So badala ya kufollow hiyo, sasa muweze kuform mambo kama hii. Jambo hilo lingine, serve in a creative way. Ukiwa church, make yourself busy. Ingia kwa music, drama. Hata ni siku gani ya mwisho youth walifanya drama kwa church? Ni siku gani? Ni mwaka gani? Last year. At least umejaribu kwa sababu ni last year. This year. Sasa muanze mambo kama hiyo. Spoken word or outreach. Mambo kama hiyo itakufanya ukue na relationship nzuri na Mungu. Understand that God wants a relationship, not religion. Mungu ako na haja sana na uhusiano wako na yeye. Personal relationship with him. Mungu hahitaji religion si sana. Hivi tuliava pato. Mimi ni mwana Sabato, sisi ni wana Sabato. Hataki sasa mambo ya sisi. Anataka mimi ni mwana Sabato ambaye niko na uhusiano mzuri na nani? Na Baba yetu. Keep straight friends and keep fearing squad. Bwana asifiwe. Keep straight friends and God fearing squad. Yaani wewe squad yenye unaenda nayo, ni squad ambayo inaogopa nani? Inaogopa Baba wetu. Ukiendelea hivyo, at least utakuwa ukichangamuka na kukaribia kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kwa sababu Mungu anasema nini? Katika Psalms 34:8. Inasema, taste and see that the Lord is good. Onjeni na muone ya kwamba Baba wetu ni mwema. Bwana asifiwe. Sorry, isome kwa yote. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Bwana asifiwe. Amen. Onjeni muone nini? Baba ni mwema. Heri yule anayeweka tumaini lake kwa nani? Kwa Baba wetu. Jambo hilo lingine.
breaking free from the fake and fighting the real. Sasa hizi ni warning signs ambazo zitakufanya ukue ya kwamba hakui na uhusiano mzuri na baba wetu. Warning signs of superficial relationship with God. Wakati umeona ama umefika wakati umeona ya kwamba wewe unaomba wakati tu uko na shida, hiyo ni warning ya kwamba uhusiano wako na Mungu unaondoka, hauendi vizuri. Hizi siku zingine kama unakula na kukunywa na kulala vizuri, wewe haumtafuti Mungu. So ukiona umefika hii level ati unaomba wakati tu uko na shida, jichunguze vizuri. Attending church but living differently outside. Hapo ndipo nilikuwa nawaambia. Yaani wewe ni mkanisa ama ni mwasihi. Lakini wewe ni mwasihi ukiwa katika ukikonga hiyo mlango ni hivyo. Wewe na Mungu wako ukamuoa na fatu. Bwana asifiwe. Being a Sabbath messianic but not seeking God during the week. Yaani isipokuwa wakati kama saa hii uko kwa kanisa, haunaga wakati mwingine. Hata Bible hauna wakati ya kuisoma. Hata kuomba ni shida kwako. Ni wenye sasa huwa wanaomba akiwa kwa kitanda amejifunika. Anapata atasema amen asubuhi. So ukiona hizo shida, ukiona mambo kama hii katika maisha yako, ujue wewe na Mungu ni aje? Ni hivi. Mungu ako hivi na wewe uko hivi. So how to build an authentic relationship? So you be real with God. He already knows your struggle. So wewe hautakuwa ati maombi yako yatakuwa ya Mungu nipee hii, Mungu nifanyie hii, Mungu najua nahitaji Bwana, Mungu najua ama mwana hivi anahitaji nini saa hii. Nikiuliza kijana mmoja hapa, yeye maombi yake saa hii ni kuhusu nani? Venye atapewa nani? Mpendwa. Mungu anajua yenye una struggle nayo. So hiyo build up a good relationship with God. Nayo hizo struggle kwa sababu anazijua, si atakukamilishia. Kimodo. Ni nasikia hapa kuna tajwa dhate. MC. Unatajwa dhate hapa. Ndio ninasema hivi. Hiyo mambo una struggle nayo. Elohim anafanya nini? Anajua. Build up a good relationship. Ama a personal relationship. Nayo mambo hii ingine itafanya nini? Itajileta. Let go of what pulls you away. Yaani yale mambo yanakufanya utoke katika imani ama yanakuvuta yasiyo ya kiimani, yasiyo katika maandiko. Addiction, toxic habit, wrong influences, hiyo mambo yote tuiache nini? Tuachane nayo, tuiweke mbali. Diposa tuweze kubuild up an authentic relationship with our God. Seek accountability. Find a mentor or a trusted friend in faith. Bwana asifiwe. Ukienda mshahidi wa kiroho, mtu ambaye atakuvuta kwa Mungu lakini hata kupotoza. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema nini? Psalms 145 verse 18 inasema nini? Inasema Bwana yu karibu na wote wamuitao kwa uaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana yu karibu na wao wamuitao, ambao wamuitao kwa uaminifu. Bwana asifiwe. Na unajisumbua kwa nini? Kwa nini ujisumbue? Just call God.
Na yeye ako karibu na nani? Na ambao wamuitao, ambao wamejenga personal relationship with him. The other thing, what happens when you truly walk with God? Ni nini inafanyika? You will have inner peace even in tough times. Yaani wakati tunasema huu ni wakati wa kasongo, ametusukuma sana, kazi hazifanyiki, sina chakula, sina nini. Sasa wewe utakuwa ukisikia uko na imani na amani, na peace, amani ndani yako, kwa sababu ambaye Mungu na relationship na yeye amepita yale mambo yote una struggle nayo. Bwana asifiwe. Another thing ama another benefit itakuwa clear purpose and direction. Ukue na mwelekeo mzuri. Mnakumbuka mtu alikuwa anaitwa Paul. Who was Paul before he became Paul? He was Saul. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa na prosecute, si ndio? Si alikuwa na persecute? Anya liraga ado agai, tiguo. Lakini wakati Masihi alikuja, wakajuana na yeye, sasa wakaanza kupelekana. Alifanya nini? Si alifanya kazi mingi kuliko yenye mitume walikuwa wamefanya. So hivyo ndivyo inakuwa katika maisha. Ukikutana na Mungu, ni anakuja, unakuwa na impact ndani yako. Unakuwa sasa si wewe, si yule mtu alikuwa anaishi. Mwenye alikuwa anasikia hataki kufika church, hataki kufanya mambo ya kanisa. Sasa unakuwa mtu mwingine. Jambo lingine, freedom from guilt and shame. Sasa wewe uko free. Kwa sababu yale mambo yanaweza kukufunga, Masihi alikuja na akaweza kukufungua. Anatuambia nini? Cast your burdens unto him. Kwa sababu yeye ndiye anashughulika na mambo yapi? Na mambo yetu. Utakuwa na nguvu to stand firm against temptation. Remember Joseph, si alipotea na miguu? Si mnajua hiyo historia? Si mumeisoma vizuri? Wakati alipatwa na majaribu, alifanya nini? Aliyaweza. Kwa sababu alikuwa na relationship mzuri na Mungu. So hangetaka kumkosea Mungu, amfurahishe binadamu. So hapo ndio tunafaa tufike. Love, the other point is a love that never fails. So ile upendo utakuwa ndani yako, kati yako na Mungu, haitakuwa na kipimo. Utakuwa wakati wote unasikia wewe uko ile, wacha niwarudishe pale 14 February. Hao watu wana huku nje wanajua ni siku gani? Nijibu tu kwa haraka. Si wanaita Valentine's Day ya wapendanao. Sasa nikitumia hiyo terms kwa kidogo tu, itakuwa Valentine's all the time with your God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huo upendo utakuwa ukihisi mtu amependeka kila wakati ukiwa na uhusiano mzuri na Mungu. Yeremia 29 mstari wa 13 nikienda kumalizia inasema nini? Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana asifiwe. Amen. Hapo hata sifai kuelezea. Tukiendelea. The world is round. Bwana asifiwe. The world is round. God is rounder. Hiyo inakuwa unakaza ulimi kidogo. The world is round. God is rounder. So hii mambo ya social media
social media influencers and trends, everyone selling you, yani katika Facebook ama katika social media, watu imejaa, watu wanakuambia ukifanya hivi utakuwa hivi, how to become rich, how venye utamaliza tami, si mnajua hizo vitu zote. Sasa mambo hiyo yote hiyo imejaa huko. But what if you let God define you instead? Badala ya kwenda kutafuta huko na Mungu akikuongoza, uache Mungu sasa akuelekeze, itakuwa aje? Si itakuwa poa? Badala ya kwenda kuuliza Google, sasa uulizae Mungu, hapa nitafanya nini? Na ako ready kukujibu. Challenge accepted. Is challenge accepted? Okay, let's go. Tuendelee na God first challenge. Post a verse or testimony on your socials for 7 days. At least kila siku hebu kuwa na nafasi ya kuandika wazi ya Mungu, John 11, mambo kama hiyo, ikuwe ni mambo ya daily. Let's make faith trend. Tuache sasa mambo ya imani ifanye nini? Itrend. Bwana asifiwe. Haya, DM God daily. You DM God daily. Set a daily prayer reminder like you do for Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, etc. Talk to him like you text your best friend. Bwana asifiwe. Si hapo tumeshika? Twende kwa hiyo ingine ya kumalizia sasa. Niketi chini ya MC. Twende kwa hiyo ingine. Dare to be different. Take the challenge and follow the fake, follow the truth. Clean up your feed. Yaani zile vitu, kama kuna mambo ulikuwa umefollow, sio nilikuwa nimemwambia, kama kuna mambo ulikuwa umefollow ambayo hayaandamani na imani yetu, sasa uende uanifollow. Sasa uanze kufollow watu ambao wana zile page ambazo zina kusaidia kugrow katika imani. Sikuoni check, uangalie marafiki ambao unatembea na wao, tafuta ambao mko imani moja na wao. One last truth, your relationship with God is not about perfection. Si ati ukue ati umekamilika. It's about connection. Start today and watch how he changes everything. Uanze nini? Uanze sasa. Hiyo alafu ukianza leo utaona venye maisha yako yatabadilika. Twende hiyo hapo kwa mwisho sasa. Your relationship with God starts now. A personal relationship with God is not just for pastors, church leaders, or perfect messianic. It's for you right now, just as you are. God is calling you into something greater, real love, real purpose, and real change. Key takeaways. God wants a relationship, not just a religion. He is after your heart, not just your Sabbath attendance. It's okay to have questions. Seek him and he will answer. Katika ambavyo tutasoma katika Yeremia 33 mstari wa 3. Inasema nini? Si hata hiyo mnaijua? You are not alone. Hiyo ni kitu unafaa kujua ndani yako, ya kwamba wewe hauko peke yako. Surround yourself with people who push you towards Yahshua and not away from him. Your faith should not be private. Live it. Ni wangapi wakitoka hapa mahali wanafanya kazi wanajulikana vizuri ni wa Masihi, especially youths. Ni wangapi wanajulikana mahali unakuaga ama unashindaga wewe ni Masihi? Unaona? Mchungaji, look at the number.
Sasa unaambiwa vizuri, your faith should not be private, make it known even in social media. Hivyo venye unapost, hivyo venye trends zinaenda, wacha watu wakujue vizuri ya kwamba wewe ni Masihi na wewe unasimamia, you are a good ambassador of our Lord Yeshua Messiah. So hapa tuangalie, kwa sababu watu huwa wanajificha sana. Hapa tuangalie, make difference in your world. Bwana aweze kuwabariki sana. Na ya mwisho, be blessed as you build up a strong relationship with God. Muweze kubarikiwa na Baba wa watoto vizuri. Amen. Na wewe uweze kubarikiwa sana. Abarikiwe, 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 abarikiwe sana. Hiyo maneno ameweza kunena vizuri, hata nami sina lingine la kuongezea wala kutoa. Muda umetukimbiza sana. Kwa kuwa muda umetukimbiza, tuko na more than 13 local churches. So nataka kuwapea presentation. Lazima tuanze na nyumbani. Si hiyo ni kawaida? So tutaanza na Ruiru. Kiongea hivyo, Ruiru youth wanafaa kuwa wakijiandaa kuamka. After Ruiru tutaenda Gorifa. Msikize vizuri. Kutoka Ruiru tutaenda Gorifa. Kutoka Gorifa tutaenda Juja Farm. Kutoka Juja Farm tutaenda Kiganjo. Tuendelee hivyo Ngemoa, Banana, Githiga, Kiambu, Ithaka, Thika, Uthiru, Juda, tutamalizia na Githurai. Si mumesikia? So tutaanza na Ruiru. After Ruiru tutaenda Gorifa. Ruiru youth, kwa karibu sana. Kwa karibu sana Ruiru youth. Ruiru youth. Kwani hamsikii? Kama Biliamu sifa nitakupa.